Stanley Nwabal Bobo ni golikipa mmoja bora sana mwenye quality kubwa, kakipiga Sharks kule nchini Nigeria ambapo makuzi yake ndipo ambapo alipoanza hapo, lakini vile vile kuna klabu inaitwa Lop aliwahi kupita hapo nchini Nigeria, bila kusahau Enyimba United ambayo alifanya makubwa sana kule nchini Nigeria. Na Enyimba tunajua ni klabu ambayo ina ubora mkubwa Afrika na ilishawahi kuifunga pia Simba katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika miaka kadhaa iliyopita, na hivi sasa basi Stanley anatajwa kuja kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Labda tumtazame pengine huyu quality yake ikoje. Kwanza kwa watu wasiomfahamu Stanley Bobo, huyu alizaliwa mwaka 1996 Juni 10 katika Kota Hope, ambapo unaweza kupataja hivyo kule nchini Nigeria, na amekuwa na muendelezo mzuri ama ubora mkubwa sana anapokuwa uwanjani, lakini mpaka kumalizika kwake kwa soka ama kwa hivi tunavyozungumza alitimkia pia Rivers United. Tusiache kuwataja Rivers United ambao hawa hivi karibuni waliwahi kukipiga hapa Tanzania, nadhani walikuja mara kadhaa na timu za hapa nyumbani walicheza, Rivers United ya Nigeria, lakini baadaye alipotoka Rivers United akatimkia moja kwa moja Afrika Kusini, Chippa United. Najua watu wengi wanaifahamu, na kule ndipo ambapo amefanya vitu vingi sana Stanley na hivi tunavyozungumza hana klabu yoyote. Kwa hiyo karia yake, hiyo safari yake ya maisha ya kimpira iko hivyo. Lakini hebu tuzungumzie sasa quality yake, watu waweze kumjua ni golikipa wa namna gani, golikipa mwenye uwezo wa namna gani Stanley Bobo. Stanley Bobo ni ukiangalia miaka 26, maana yake yupo katika modern football. Bado kipande cha mtu, ni baba kweli, lakini bado anacheza soka la kuvutia la kisasa. Quality yake hawapo uwanjani. Tukimtazama Young Africans kuna mtu anaitwa Djigui Diarra. Djigui Diarra kwa huyu Bobo, nadhani Djigui Diarra atakuwa ni mwanafunzi wa Bobo kwa quality yake ninayoiona mimi. Ingawa Djigui Diarra ana exposure pia katika michuano ya kimataifa, lakini hivi tunavyozungumza Bobo amepita timu ya taifa Nigeria, mpaka tunavyoeleza ndio golikipa namba 1 hivi tunavyoeleza. Kwa hiyo ana quality kubwa, ana consistency, ule muendelezo wa kile ambacho anakiofa. Kwa hiyo Simba kwa nini wanamleta Bobo? Wanamleta kwa sababu taarifa zinaeleza kwamba hivi karibuni wamekuwa baadhi yao wavutiwi na quality ya Kasali ambaye ndio golikipa namba 1, mlango namba 1 kwa sasa kwa Simba. Huyu kidogo inaonekana punching yake ya mashuti ya mbali kidogo imekuwa ni shida. Tunakumbuka Kasali alifungwa hivi karibuni, nadhani ilikuwa na Pamba kule jijini Mwanza, goli la mbali kabisa, shuti lililopigwa likazama kimiani, anashindwa kupunch. Juzi tu hapa pia alifanya makosa kama hayo. Kwa hiyo Simba inaonekana imeweza kukaa na kufikiria kuona kwamba huyu golikipa quality yake kidogo iko drop. Lakini vile vile pia ya taarifa ambazo tetesi, maana yake hapa tunazungumzia pia tetesi, maana yake si rasmi taarifa hizi, hatuthibitishi. Lakini yuko Kamara Pinpin ambaye huyu tunamfahamu kwamba ndio alikuwa golikipa kipenzi kwa mashabiki wa klabu ya Simba, na msimu uliopita ndio alichukua tuzo ya golikipa bora, ingawa tuzo haijatoka, lakini huyu alikuwa na clean sheet nyingi, kwa no doubt ndio golikipa bora. Sasa Pinpin Kamara bado amebaki katika mioyo ya Simba, ingawa watu wa Simba waliamini kwamba kuja kwa Kasali Tanja pengine angeweza kucement kile ambacho amekifanya huyu Pinpin Kamara, lakini amekuwa na weakness nyingi. Kwa mfano mimi kwa mtazamo wangu, mimi pia nina uwezo wa kucheza katika nafasi ya goalkeeping. Huyu Tanja anapokuwa uwanjani anashindwa kuifanya Simba kuongeza idadi ya wachezaji. Ukimwangalia mchezaji kama Pinpin Kamara alivyokuwa anacheza Simba, kuna wakati timu ikiwa inaenda kushambulia, unaweza ukashangaa golikipa Pinpin Kamara yupo karibu kabisa na mstari wa katikati ama kwa nyuma kidogo, maana yake anaupunguza ule uwanja. Kwa hiyo anaongeza idadi ya wale wachezaji ambao wanacheza na timu pinzani kuweza kuongeza kasi ya mashambulizi. Lakini sasa ukimtazama Kasali, mara nyingi anakuwa ni golikipa wa box, ana kibox chake kiko pale pale. Alafu pia footwork yake imekuwa ni mbovu. Ukiangalia mipira mingi anayopiga anaipiga nje, japo kuwa yeye amejaliwa nguvu ya miguu. Huyu Tanja ana nguvu sana ya miguu. Kwa hiyo Simba inaweza ikaachana naye huyu, na bila kumsahau Pinpin Kamara ambaye sasa hivi anatajwa. Kwa nini wanamwacha? Inasadikika kwamba wanahisi inawezekana jeraha lake ambalo alikuwa nalo Pinpin Kamara, ingawa hivi sasa ameshaanza mazoezi. Kwa hiyo wanaona kama ni kuriski kuweza kumpa kandarasi nyingine
kuwatumikia Simba. Kwa hiyo ujio wa Stanley Bobo, hebu tumtazame sasa awapo mlangoni. Bobo ni golikipa wa namna gani? Kwanza ni golikipa ambaye wa kisasa, modern goalkeeping, ambaye ukimtazama vizuri unaweza ukatazama wale wa magolikipa bora barani Afrika, basi naye utamweka miongoni mwao. Ingawa umbo lake kidogo linamnyima, yani umbo lake ni kubwa. Kwa hiyo umbo lake kubwa, mimi nitazungumzia weakness yake ni ipi ambao maasimu wanaweza wakatumia, ama wapinzani wa Simba wanaweza kutumia advantage hiyo. Lakini ni golikipa ambaye anaweza akarusha kwa mbali, amejaliwa sana mikono yenye nguvu kwa kurusha mbali Bobo, lakini vile vile pia amejaliwa sana kuchezesha timu. Yani kuna wakati sio lazima adake, miguu yake hii inanyumbulika, unaweza ukasema shiza kichuya, lakini kumbe ni golikipa huyu Bobo. Ukijaribu kumwangalia kuna wakati zile saves anazozifanya ni kama nyanda. Zamani Tanzania tulijaliwa kuwa na golikipa mwenye kimo kidogo, nadhani tunamkumbuka Juma Kaseja. Juma Kaseja alikuwa na height ndogo kidogo, lakini kuna wakati alikuwa anasafiri mpaka pembeni kabisa kuweza kuokoa michomo. Sasa Bobo ana advantage kubwa kwa sababu mwili wake ni mkubwa, kwa hiyo ana uwezo wa kuruka kwa haraka na kuicheza hiyo mipira. Lakini vile vile pia Bobo ni golikipa ambaye kule takwimu zinamuonyesha alipokuwa Chipa United ya Afrika Kusini ametoa assist 2 za magoli katika misimu iliyopita. Alikuwa anaanzisha mpira moja kwa moja, mpira unaenda kwa striker anafunga. Kwa hiyo huyu ni golikipa ambaye anakuja kuweka rekodi hapa Tanzania. Nadhani rekodi hii kama nitakumbuka vizuri aliwahi kushikilia Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans kama nitakuwa sahihi. Naye kuna mchezo mmoja alishawahi kuanza moja kwa moja kwa mfungaji, kwa hiyo alitoa assist. Sasa anakuja Stanley Bobo ambaye huyu alishakuwa na assist 2 Afrika Kusini. Kumbuka soka la Afrika Kusini si haba, ni soka moja kubwa sana. Kwa hiyo ujio wake huyu anakuja kuifanya Simba kutulia. Lakini sasa mimi niseme tu kwa mtazamo wangu kwamba ni kweli Bobo ana quality kubwa sana awapo uwanjani, hususani anarusha vizuri, anafanya saves vizuri, lakini kuna kile wanasema 1 against 1, yuko vizuri sana. Yani mtu na mtu Bobo huwezi kumfunga kwa urahisi. Alafu kuna ile near post, ukipiga kwa karibu Bobo huwezi kumfunga. Kuna ile distance, ukipiga kwa mbali huwezi kumfunga. Kwa hiyo lazima muwe mnakuja wawili ili muanze kumuibia maamuzi yenu kwamba anayepiga ni huyu au ni huyu. Kwamba unapowaza mimi ninatoa assist, alafu kumbe unapiga wewe mpira, ndio inakuwa rahisi Bobo kumfunga. Sasa weakness ya Bobo pengine iko wapi? Hiyo ndio kidogo nataka tuzungumze sisi ili watu waweze kujua kwamba weakness ya Bobo yenyewe iko wapi. Iko hivi, ukimtazama vizuri Bobo kutokana na 8 yake kwenda juu na mwili wake wa miraba 4, kikawaida magolikipa hao wanakuwa na uzito kwenda chini, ila wanakuwa na wepesi kwenda juu kwa sababu miguu anasimamia. Mara nyingi mazoezi wanayofanya sisi magolikipa tunajua kuna wakati unakuwa kama unachechemea hivi, unasimamia kucha, yani kama vile spring kujifyatua. Sasa Bobo kwenda juu ni mwepesi, lakini mipira mingi aliyofungwa nilivyomfuatilia ni ile mipira ambayo inapigwa kama rula, tuseme ni mpira nyoka, sisi tunaita hivyo watu wa soka, mpira nyoka ambao moja kwa moja unatambaa namna hii. Kwa hiyo Bobo amekuwa akifungwa sana mipira hiyo, na si kwa mara ya kwanza. Nadhani Bobo Simba wanamapproach kuweza kuhitaji huduma yake. Kabla hawajampata Kasali, Bobo walibisha hodi, Simba walibisha hodi kwa Bobo, lakini mwisho wa siku waliweza kufanikiwa kumpata Kasali. Na sasa wameweza kurejea tena kwa Bobo ili kuweza kusawazisha weakness ambazo Kasali amekuwa nazo. Nadhani ni jambo zuri na tuwapongeze Simba kwa kumpata Bobo. Kwenye ushiriki wa michuano ya AFCON kuna tukio ambalo lilifanyika la kuonyesha kidole cha kati na mashabiki, yani kana kwamba vipi kuhusiana na namna nidhamu yake ya mchezo? Nidhamu ni mzuri tu. Nidhamu ni golikipa mzuri, lakini kuna wakati golikipa naye ni mwanadamu. Nadhani ni makosa ya kawaida. Hivi karibuni tumeshuhudia pia hata Djigui Diarra aliwahi kuonyesha dole la kati, tena baadhi watu wakasema wanaonyeshwa watu fulani, lakini inaonekana sio watu wao walionyeshwa na akafungiwa. Lakini huwezi kusema kwamba Djigui Diarra maybe ni golikipa mkorofi, hapana. Kwa hiyo hata Stanley kuna wakati alikuwa na taharuki katika michuano ile. Nakumbuka ni michuano mikubwa ambayo ilikuwa inamtangaza. Kwa hiyo nadhani kinidhamu yuko vizuri, hana shida yote. Ukiangalia kwenye profile yake huyu mlinda mlango huyu wa timu ya taifa ya Nigeria, kwenye utambulisho wa klabu ameweka alama ya kuuliza. Kwenye timu ya taifa ameiweka Super Eagles. Naam, Super Eagles. Kwa kiwango chake mpaka hivi sasa kutokuwa na timu ambayo ya kuhudumu mpaka hivi sasa. Hii inaashiria nini?
Swali zuri ndugu mwandishi. Kwa sasa hivi Bobo ni kama tuseme ni kikawaida kabisa tutafsiri kwamba ni mwanamke ambaye yuko katika kibiashara. Yaani mwanamke ambaye watu wengi wanamapproach. Bobo sasa hivi yupo kibusiness. Ametoka Chipa United ya Afrika Kusini. Kwa hiyo moja kwa moja kuna watu ambao sasa wanazungumza na Bobo kuweza kuhitaji huduma yake. Amejitoa Chipa United kwa sababu tayari hayupo, ni mchezaji huru, ni mchezaji free. Kwa hiyo wanafanya mazungumzo na vilabu mbalimbali, na nimesikia pia hata hapa Tanzania si Simba tu ambao wanahitaji huduma ya Bobo, hata Young Africans wenyewe, kwa sababu ukiangalia mrithi wa Djigui Diarra pale, kama Djigui Diarra anapata changamoto hakuna kumrithi Djigui Diarra kwa quality yake. Kwa hiyo wapo baadhi ya watu ambao wanahitaji huduma ya Bobo. Kwa mfano ukiangalia zipo timu ambazo kidogo zenyewe zina klasi nzuri kuliko hata Simba. Iko Wydad Casablanca, iko Raja Casablanca, inahitaji huduma ya Bobo. Kwa hiyo Bobo sasa hivi yupo katika wakati wa biashara. Kwa hiyo kutoa kwamba yeye yupo katika klabu fulani ni sahihi, kwa sababu tayari anafanya mazungumzo, ni mchezaji huru. Kwa hiyo nadhani ni wakati wake wa Bobo kuweza kufanya vitu vikubwa Tanzania. Na niseme tu ujio wa Bobo katika ardhi ya Tanzania, nadhani sasa kazini kwa Djigui Diarra kutakuwa na kazi, yani kwenye zile tuzo ambazo Djigui Diarra alizoea kuzipata. Kazini kwa Pinpin Kamara kutakuwa na kazi, ingawa taarifa zinazungumza kwamba huenda akaondoshwa. Na kazini kwa Kasali kutakuwa na kazi, kwa sababu ujio wake Bobo anakuja kuonyesha kwamba yeye ni golikipa tofauti na ameshazoea misukosuko mingi ya wapo uwanjani. Huyu ni golikipa sugu. Ukitazama soka la Afrika Kusini amelicheza kwa mafanikio makubwa, lakini pia hata tazama jinsi ambavyo alipokuwa anacheza katika vilabu mbalimbali kule nchini Nigeria, vilabu alivyopita nimevitaja vichache, lakini zaidi ya 9 amepita kule kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anakuja kuleta kitu kizuri ama kuongeza kitu kikubwa sana katika ardhi ya Tanzania, na tutafanikiwa sana kumuona Bobo akiwa uwanjani, kwa sababu ni golikipa ambaye complete, lakini pia ni golikipa kiongozi wa timu. Ukijaribu kumtazama Bobo huwa anaelekeza wenzake. Hivi karibuni tuliona baadhi ya klipu zikieleza zinawaambia, kuna golikipa mmoja anawaambia oya, sauti ya golikipa iheshimiwe, sauti ya golikipa iheshimiwe. Anawakumbusha wenzake kuweza kuheshimu sauti yake, kupanga safu yake ya ulinzi. Sasa Bobo faida yake anaongea na wachezaji wake hawapo uwanjani. Unajua golikipa ndio kiongozi wa kwanza pia. Kuna wakati safu ya ulinzi inapopangwa pale lazima yeye atoe maelezo, awatume wenzake, bwana kaba hapa kaba hapa. Kwa hiyo Bobo hivi vitu vyote amejaliwa sana, na niseme tu Simba kumpata Bobo imelamba dume.